Ninakuja kuwasalimia kwanza Banyarwanda na nyinyi wote wa jirani wetu. Habari za mwezi wa 12. Tunakaribia kuingia mu Christmas, mu Noeli. Wamoja wanaita Noeli, wengine wanaita Christmas, lakini vyote ni vimoja tu. Inabidi kwanza uko wapi, uko natoka ngambo gani, natokea sehemu gani, kama uko mtu wa Tanzania. Lakini siku hizi kubwa zote tuambie mkwe sana sana Banyarwanda, mkwe makini sana, mkwe kabisa mugicunge kabisa. Juu hadui wenyu kila siku anafanyisha baraka hii ya siku kubwa. Na nyinyi Bakongomani wenye wako North Kivu, kama Northern Kivu, mkue tayari kwa vita. Mujue siku yoyote ile ukiongozi wa Rwanda bule bwa teroriste, kila siku bakaona siku kubwa zinakuja, Noeli, kama Christmas, Happy New Year, kama mwaka mpya, hapo ndio wanaingia kuua watu bure. Wanaingia kuua watu bure. Ndio maana nawaambia saa hii mkue serious. Macho yenye angalie kabisa. Sana sana wenye wanajua wako kwa ukimbizi, mko kwa kampu, mko mnatafutwa, bwana. Na mimi mwenyewe nasema, jua nini sasa hii shida ya Rwanda haiweze kumaliziwa na Wakongomani na peke yake. Hii nchi ya Rwanda, hii shida ya Rwanda, munaona Kagame analeta, anatia mkazo, anatia vitu vya kuiba, anaiba Kongo. Tena sio no kuiba peke yake, anaua, ananyanyasa watu. Habifanyi peke yake, namna tunawaambia. Ako na wazungu wenye weko nyuma yake. Ndio maana mnaona hii M23 kama M23 iko na silaha kubwa mzuri sana, biko na materiali, biko na equipment, biko na ekipima za mzuri. Pamoja kwa muko kwa tele, kama muko kwa field, mnajua mliona wazungu baisha kufa, na sisi tuliwaona tuko hapa. Mnafikia wazungu wanatoka wapi? Wanasaidia kile kitu yote. Au watu wako Amerika, hii nchi Amerika iki na wafanyia training huko Rwanda na ngambo fulani, sitaki kusema hapo, lakini wako wanawafundisha kabisa. Mara mafunzo, wale mafunzo kukua kuua watu, mafunzo kuya kuiba watu, mafunzo kutafuta watu kwa uya bure. Hizo nchi asijari juu wako na kingi moya shetani no kuiba, na shetani anakuambia aiba. Hivi sasa tutabisema, unaweza kusema wewe unadanganya bongo yako, hauseme kweli, hauzungumze haki. Ni haki, nawaambia hivi ni haki. Hivi unasikia banaita Freemason, Illuminati, hivyo vyote viko huko Amerika. Na Satana anajaribu kukamata wale ba members bako. Sasa Amerika njoo inababatiza sasa kwa shetani, kwa damu. Na shetani sheria yake ni kuiba, kuua, kutesa watu, matesa yeye mwenyewe mnaona. Sasa gafanyisha kama huyu watu wabaya kama wale wa ile regime ya Kagame ni wabaya
tangu zamani, sio sahi. Hao wanatoka kwa huo kingi kama wa mwami huko wa zamani, nao walikuwa sio mzuri. Ukauliza wenye walikuwa hizo ayo masiku sana sana Wakayibanda bapereza walikuwa president wa Rwanda wa mbele, rais wa Rwanda wa mbele, anakuambia walikuwa wanateswa. Ugasoma vitabu, unazungumza na ba mzee banazeeka, wale wenye banazeeka banakuambia tulikuwa kwa mateso. Hii shida Bwana Kisekedi, rais wa Kongo sahi, anashimama mzuri. Kila inchi yote iko kwa dunia inahitaji amani. Kongo na katikati East Africa hapa inamshukuru na inampenda, na mimi naweza kusema aendelee juu aika nafanya chenye kikubwa chenye Bakongomani mingi bali shinwa ba rais wa Kongomani sana sana Kabila alibapatia karibu, alibapatia welcome mu Kongo, bakaiba Bakongomani paka na ndani. Nataka kuwapatia hii asili. Mnajua zamani tena na sahi huko Rwanda banafanya duplicate pirate ya pesa madolari, banabeba huko Kongo kwa Bakongomani. Ndani banaweba banajibara, wanaenda kununua horo kama dhahabu na zingine kazi. Wewe banakupa ujua Bakongomani banafanyisha dolari. Banafanya nini? Banafanyisha hiyo kwa katikati hiyo. Hivi tunamwambia, tunajua wenye walikuwa banavisirikisha ngambo yote, banavisambaza. Wajeshi hao waliwapana muhimu vitembeza huko mwabanini mwa wazalendo mwa kila yani na kwa hizo sehemu zenye banakimba dhahabu. Hiyo tunawambia tuko na haki. Sasa nataka mjue hiyo buizi kabisa. Ni musikie hiyo buizi. Mliwahi kujua hiyo, mliwahi kusikia hiyo buizi? Kama mlijua hiyo buizi, government inafanya duplicate, inafanya pirate ya pesa. Na huko Rwanda banavifanya. Ndio maana unaona pesa za Rwanda hakuna value kama varedi. Hiyo ndio kazi yao, banatambaza kibaya. Chengine weko na Banyarwanda wanaua kila siku, wanafanya sadaka na satani ya damu. Unaweza kufikiria ni bongo, lakini ukaenda kwa hospitali banaita ya Butaro Ruhengeri, utapata ile hospitali ni ya Ruminati. Banasema ni ya Bill Clinton. Hapo banakinja watu, wanatoa makini, wanakata katikati mapati kama ya asili, wanakutoa hii ulimi, wanatoa vyote vya ndani yenye wanahitaji, wanatosha. Mmoja wanahushisha, wengine wanafanya sadaka kila siku. Sio watu 50. Unaweza kusema watu wanatoka wapi? Rwanda mtu akagapotea, hawezi kuuliza. Unauliza nani? Wanakuambia hatuna. Na tena hausiwe kwenda kwa wajournalist kama kwa watangazaji wa habari. Habiwezekani. Na ukaleta hiyo batakuwa. Wengine wananyanyaswa Kongo kama wakimbizi. Wengine wananyanyaswa hapa East Africa, Uganda, Tanzania, sehemu yote, Burundi. Wako namna wanabanyanyasa. Saa moja wanaweza wakaona inchi ni kare, badanganya. Niko na jamaa moja tulikutana fulani sehemu fulani, akanyambia hivi, samahani kidogo, niko nyumbani, minafanyizia nyumbani mimi.
akanyambia balimutia kwa gari, balimuita sijui kama wanamfunisha madawa, wakamutia kwa gari. Alijiona kwa nyingine nchi. Ulifika kivipi? Sijajua. Ulipita kwa mpaka kivipi? Hapana, hiyo ni vitu yao bana. Nyanyasa watu wanatia kutanga kwa nini? Kwa makoti, kwa kote kabisa bana, watia mbele ya tribunali. Nasema njoo bali kuya kivipi tuliwanyanyasa? Namna mnajua bali nyanyasa usesabajina kutoka Dubai, na wanasema tena bana mkatia miaka 25. Hiyo ni kazi yao sasa, kuua, kunyanyasa, kuiba. Waizi ni waizi hao kabisa wa juu, babandi. Sasa nataka kwa Banyarwanda watambue wenye weko unasema huyu au nani, ile government ya Rwanda inataka kukata Kongo ngirudie kwa Rwanda. Hiyo ni uongo. Wanataka kuwadanganya mkufie huko. Hiyo akili hawana hayo, na chengine hawawezi. Yaani hawana support ya wazalendo kama ya watu wa kawaida. Bana vifanyaje? Chenye naweza kuambia namna Kisekedi alisema, wewe ukakuwa mtoto wa Mnyarwanda bana kuingiza kwa jeshi kwa kingufu, kama sio kwa kingufu usikufie pale. Uende ukafika mbele ya FARDC wapane bunduki kama silaha. Waambie hapana, mimi nachoka. Waende bakufunge kidogo, uambie nharudi ya Rwanda banataniua. Utakuwa huko Kongo. Usitike kukufia bure. Unakufia mtoto wa Kagame yuko huko. Baki wanakula pesa Amerika. Anavara nini? Isa ya $250,000. Maana yake ni milioni 250 za Rwanda. Saa hapa kwa mkono. Si mnajua mliona ma YouTube yote wote walisema wakatanga. Hakuna wale baimbaji bakubwa, ba Tipei, ba Liki Rose. Njoo anajipata na mafoto na anakuwa na bamusikiana ba bibi ba maraya wake 10 kama 5. Mnaviona kwa mafoto, na mimi niliwahi kuwaonesha. Huyu mkubwa Chomoro, Ivan Chomoro, kama ni Ivan Chomoro. Sasa nyinyi njaa isha baua na wazazi wenyu, na mnaenda mnakufia huyu, mnakufia bale, mwache babebe watoto wao. Msikutike, mpate silaha na masasi, kile kitu mulipatie guvernoma ya Kongo. Mkakataa mtakufa. Mtaenda mko 2,000, anarudia 100 peke yake. Na 100 mnafika huko Rwanda atabaua. Mnakumbuka namna huyu nani alikuwa chef d'etat major, chief army commander, alikuwa James Kabarebe, former chief army commander. Wakati bali karibu ya kumuua huko Kongo, alipigwa wakati alienda kakuwa chef d'etat major kama chief army commander Kongo. Kwa nini? Kwa kiongozi bwa Joseph Laurent Desire Kabila, baba wa Joseph Kabila. Alipigwa na Angola, bagapigwa na Angola na Zimbabwe. Mnakumbuka ile vita? Zile ngotanyi zote zikaisha. Hagabakia kidogo. Balikimbilia huko Angola, bagapata ile sehemu, bagafika sehemu ya Savimbi, ile ule hadui alikuwa Savimbi wa Angola. Ewa bakagombana, akawapatia sehemu yenye kuya kuwachukua. Miguli kisha vimba ya James Kabare. Kayumba Nyamwasa yenje alisema, alifika Rwanda akasema huyu ni muue. Au wajeshi wa Kongo ndio walisema Kagame usimuue. Sasa kama chief army commander ulikuwa chief army commander Rwanda, na huko Kongo na kuwa chief commander, alikuwa anataka kumuua. Wewe ukarudia nafanyaje? Sana kupiga tu nakufa. Sema wewe hauna akili. Enda huko Kongo ujiripoti, ujidekara, useme mimi hapana siweze. Bana nikamata kwa kingufu, nilikuwa ninatembea. Sana eka naingiza bahutu. Basoda ba kidogo ba kijana bahutu. Na nyinyi batutsi nabambia mnakufia bure. Si bazazi wenyu waliwazaba wanawataka. Mnaingia mnakufia bure. Mtakufa, ndege zinabapiga, mnakufa bure kama mnakataa.
Na mimi niko kijana kama nyinyi. Nawaambia haki. Na kila mtu hata na zile ndege ziko zinawapiga na wajeshi wa Kongo FARDC iki na balia. Sema watoto wanakufia jua nini, lakini mnakufa. Tunakufa juu ya akili yetu ya kidogo. Duhangarie kwanza tunaenda kufanya nini? Tunaenda kuua bani nini, tunagombania nini? Kwa ile nchi tunagombania nini? Kongo ni kitu gani chenye iko na tuko nacho huko? Kama ni hiyo siasa nataka kudanganya watu na kae aliwahi kukaa na Kisekedi kama na rais wa Kongo anamwambia hiyo sana. Kwa wakati ya Mobutu na Habyarimana, Banyarwanda na Bakongomani walikuwa bandekwe, walikuwa hana shida. Munyarwanda alikuwa anaweza kutoka Gisenyi, hakuna frontier, hakuna mpaka, walikuwa wanaenda wanaishi ngambo sehemu yote. Lakini sasa hii Munyarwanda isha kuwa hadui, sio Kongo peke yake, sio Tanzania peke yake. Uganda njo rais wao anajua hii hao wajinga wanakaa hapa. Si bana kiongozi, ni wajinga wale wa Rwanda. Yaani mtu anaiba anaua watu wake, anaua wa kijana, anaua wa mama, anaua watoto, unakimbia na kufuata huko. Si ujinga hiyo. Ujinga sio matusi, ni ujinga kwa kichwa tu. Ujinga mtu anakuwa na ujinga, sio kitusi kama na kutusi. Ujinga ni ujinga. Mtu anakuwa na ujinga yake. Au sasa wako na ujinga mingi. Sasa munaua na watoto wenyu, mnasikia mnishaanza kuwaua. Juzi Rurai Emmanuel Rai General alikuwa mkubwa wa superintendent wa polisi mkubwa. Alikuwa mkubwa mzima wa polisi na kwa jeshi ni general. Haiko wapi? Si mnaona juzi alisema ni agonjwa kabisa, mnisamee mkaenda mkakamata mko 10. Sasa iko jela. Na mkandanganya hakuna chenye tunajua alifanya, lakini aliua Wahutu wa mingi. Sasa hivi mnamulipa. Bamuriki. Huyu alikuwa minister of youth, sijui. Alienda kadanganyizia na mama yake mbele ya nini ya mkutano ya Kagame. Mama yangu aliniambia hivi. Tukamwambia wewe ukaanza hausikie mama yako na unaanza kumtangaza asili yenye alikwambia, utaumiwa. Na sana umwe sasa iko jela. Wewe unaweza kufanya byenye Bamuriki alibafanyizia mzuri, unazidi byenye Kayumba aliua akabauia watu na Kabagomani alisaidia Kagame wakati alikuwa anakufia paka huko Byumba huko, alikuwa akamkamata kumulimbi hapo na kanabauia watu za Ruhengeri. Na Gisenyi akasema atabamaliza, akakuwa chef d'etat major, chief army commander. Sasa mpiga masaso kama karibu 3 South Africa. Utafanya vya mzuri kuzidi Colonel Karejea wenye alikuwa alimwamini akampatia upelelezi yote, akakuwa mkubwa wa upelelezi yote. Na unafanya mzuri kuzidi Rwigara mwenye ulimfanyizia Rwigara mwenye ulimpatia pesa na kamupa pesa za kuoa ule bibi yake. Na unajua ule bibi yake alizalia anje Kagame wapi? Burigihe, kama Belgium. Rwigara nja akalipa. Rwigara ipata mali yake ilitoka kwa Habyarimana kwa kiongozi wa Bahutu, akaupatia Motanyi. Zilikuwa bahadui. Sasa hivi alimuua na mali yake yote wakaombesha. So unaona sasa. Rwara kabisha. Rujugiro haiko wapi? Mugicunge, Rwabukamba haiko wapi? Sasa batutsi bose saisha kufariki. Kaje kwa Valence haiko wapi? Rwabukamba sema mnamjua? Sisi Valence haiko wapi? Asire Kabera haiko wapi? Wenye weko chini, wengine waisha kufungwa, wengine waisha kufungisha mdomo. Mkwe na akili. Sasa unaweza kuwa na akili lakini hutaki kuangalia kama kuifanyisha akili yako. Unataka isinzie tu.
mulamukisha akili yenyu, muangalie mbele kwanza. Wenye wanakimbia mukimbie, wenye mnagombana mgombane, musaidie politiki party ya politiki. Mimi niko mkubwa wa UPR da Batabazi. Kongo nachoka, Rwanda na Banyarwanda banachoka. Na zingine nchi saidie. Bandugu, hii ni message. Nilikuwa ninamwambia mkuwe bwana, mkuwe arati sana. Kwa English wanasema arati. Mujichunge sana kwa hizi siku kubwa. Batafanya na mimi mwenyewe nawaambia, lakini kujichunga mzuri sisi tunaomba Mungu. Juu Mungu njoo yote, ili jisho ya Mungu inaangalia mpaka na inapita na nyuma ya mlima na ndani ya mlima inaangalia vyenye viko nyuma. So, asante sana. Mimi nawasalimia tena, na mimi nawaambia siku zikuwe mzuri kwenyu. Mkule mnabebe watoto mwafie vijijini bakule. Nyinyi mwenyewe Kagame anatafuta ni mnakuwa mkuwa asili kabisa, mkuwe serious, lakini watoto bakule siku kubwa bwana. Na mimi naendelea tu kuwapatia habari namna wiko, lakini ninashukuru Kongo. Namo niliingia Gisekedi alikuwa Goma, lezo connection igatoka mpaka siku mzima. Asante sana, bye bye.